Simwila. Naam. Karibu sana nyumbani. Asante sana, asante sana. Mama. Kaka. Huyu ndo Simwila, yule mchumba wangu ambao niliwaambia. Simwila. Naam. Huyu ndo mama yangu na yule pale ni kakaangu. Karibu sana nyumbani. Ingawaje leo umekuja ni tofauti na vilivyokuwa unakuja zamani. Asante sana. Mimi nimefurahi sana kuwafahamu. Mama, shikamoo. Baba, karibu. Asante sana. Karibu sana mwanangu. Si kwanza tunashukuru kukufahamu, japo tulikuwa tunakuonaona ila kukujua rasmi ndo leo kama wewe ndo mkwe wangu. Ila mimi tu ninachokusii kwa kuwa ulimpenda mwanangu bila kulazimishwa na mtu. Na unaiona kabisa hali yake ilivyo, lakini umeridhika naye hivyo hivyo. Mimi sina kipingamizi, ila tu namshukuru Mungu kwa ujio wako kwetu. Wewe mwanangu kama jinsi alivyo. Sawa mama. Lakini pia niwashukuru kwa sababu sikutegemea kama mngeweza kulipokea kwa namna hii. Ila Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki na tuendelee kuwa na moyo huo wa upendo na kushirikiana. Sasa mimi niseme tu karibu sana nyumbani kwetu. Kama umemkubali dada yangu kaka, yani ndo huyu, mimi ndo dada yangu wa pekee. Nampenda sana. Ndo kipenzi chetu hapa kwetu. Na kama umempenda kutokana na mazingira yake jinsi alivyo, basi sisi hatuwezi kupinga. Mimi na mama yangu hapa, hilo ni chaguo lako mwenyewe. Na Mungu ndo ametaka iwe hivyo. Karibu sana. Labda tu nipende kuwashukuru sana kwa sababu sikutegemea kama swala hili lingepokelewa hivi. Kwa mimi niwashukuruni tu kwa moyo wenu wa kuweza kuangalia kwamba na mimi nafaa kuwa na Najat. Kwa hiyo niwashukuruni sana. Sawa sawa. Karibu sana. Nawakaribisha sana. Mimi na mama yangu hatuna pingamizi. Sisi tumekubali. Karibu sana katika familia yetu. Asanteni sana. Ishi na dada yetu na dada yangu vizuri tu kwa sababu yeye ndo kipenzi chetu. Mimi na mama yangu hapa. Kama mmependana, sisi hatuna kipingamizi. Asanteni sana. Cha msingi ni karibu sana katika familia yetu. Asante sana. Akipendacho Najat, sisi hatuna budi kukipenda. Nashukuru sana mama. Najat. Abe. Kuna kitu kimoja ambacho nahisi Mwenyezi Mungu ameniambia. Kitu gani hicho? Unajua haya mateso uliopitia kwa muda mrefu sana ya ulemavu, lakini pia unashindwa kabisa kufanya mambo mengine, kuwajibika kwenye kazi kwa sababu ya ulemavu. Mwenyezi Mungu ananiambia kwamba leo ndo mwisho wake. Namaanisha kwamba unaweza kuinuka na ukatembea. Sijakuelewa unachokiongea. Yaani sijakuelewa kabisa. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba inuka kwenye kiti chako na ukatembea. Kwa hiyo sasa umetimiza azima yako uliokuwa umekusudia. Umeona hii ndio njia sahihi ya kunizalilisha, si ndio? Umezunguka mpaka umefika kwa main point, ndio hii hapa. Kwamba mimi unizalilisha kwa design hii. Ndio maana nilikuwa sitaki kuolewa, ni bora nikae nyumbani kuliko kunizalilisha kwa hivi. Mimi na miguu yangu nawezaje kutembea? Ila Najat, mimi sio kwamba nimesema kwa nia mbaya, lakini unatambua kabisa ni jinsi gani kwamba mimi ninavyokupenda wewe. Kwa hiyo hata maandiko matakatifu yanasema
kwamba mwenye imani siku zote ndo atakayepona. Kwa jaribu basi kuwa hata na chembe ya imani. Hebu naomba uinuke kwenye kiti utembee kidogo. Simula, nakuomba unipeleke nyumbani. Maneno yako nimeachoka. Nimechoka, sitaki kuyasikia katika masikio yangu. Naomba unipeleke nyumbani. Najat. Naomba nipeleke. Najat. Ina maana unahisi mimi naweza nikakuongopea? Mimi nakwambia kwa sababu una upendo na wewe, kwa sababu nakupenda nimekwambia hivi. Najat, ina maana sasa unataka kupingana hadi na neno la Mungu. Ninachokwambia ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo ametaka iwe hivyo. Jaribu kuelewa basi hata kidogo hata neno la Mungu basi. Hata kama mimi umeshindwa kunielewa basi liamini hata neno la Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ambaye ana imani ndio atakayepona. Ndio maana nimekwambia jaribu basi hata kutembea hapo. Fanya basi hata kwa ajili ya Mungu basi. Sawa. Mimi nimekuelewa. Sawa, basi ungejaribu kuweka mguu kidogo hata tukaona kama siamini. Mungu mkubwa. Mwanangu unatembea. Dada Najat. Utakuwa mtu sasa mama, na mitaonekana katika watu. Nashimika mama. Mungu mkubwa dadangu, Mungu mkubwa dadangu. Utakuwa mtu katika watu sasa mama.
Tumshukuru Mungu. Mama. Mungu anitendea miujiza. Nisiamini leo. Mungu asante. Baby. Kwanza niseme asante sana. Nashukuru sana maana wewe umefanya mpaka sasa hivi natembea mwanangu. Pia nakupenda sana. Na Mungu alifanya jambo sahihi sana kwa kuleta kwangu. Wewe ni wa pekee sana. Penda. Hata mimi nakupenda zaidi yako. Lakini labda nikwambie kitu kimoja. Wa kumshukuru zaidi ni Mwenyezi Mungu. Kwa sababu bila Mungu bana sidhani kama ungekuwa kama hivi ulivyo. Kwa cha msingi hapo nafikiri tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni kweli, lakini alokuleta kwangu yeye alafu Mama Taila. Tungeto na yeye. Alafu unajua nini? Nimeelewa sana mazingira. Nilikuwa sijui kuja sehemu kama hiyo. Unajua hapa kuna jamaa yangu yuko hapa, alikuwa anafanya vilimo vya bustani. Unaona hapa? Kwa hiyo nikaona sio mbaya kama leo. Kwa leo tutatembelea hapa kidogo. Yaani pamekaa kishamba, ni pameboeka kama nini yani. Mwenyewe napaona, yani sijui kwa nini. Kwanza wewe rafiki yako ukapona sasa hivi haonekani. Jamani, siwezi kujua mimi alipo. Jamani, pete na kidole sijui rafiki yako alipo. Nashangaa hata mimi. Jamani, hata ningekuwa pete na kidole, kwa hata kinacho tunaenda wote jamani. Hajalishi. Sasa mimi alipo. Yaani natakuaga sikuaje. Hajaniaga mimi. Najat. 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 Mafu. Najita amepona. Hivi ni wewe? Ni mimi. Namfananisha au? Hivi Najat kweli? Ndio mimi. Sioniona. Wewe ulikuwa kilema. Ndio nimeshapona. Yaani kwanza hata sijaamini kwa kweli. Aileen. Amini ndio mimi, sinaniona. Ndio yule rafiki yako na miguu yangu hii hapa. Nimeshapona Aileen. Alafu nikwambie rafiki yangu, Mwenyezi Mungu akipanga kitu, hakuna binadamu ambaye anaweza kupangua. Na hakuna anayejua kesho. Mimi leo yangu ndo hii hapa, ninatembea. Halafu Mungu kaamua nifutie yale machozi ambayo nilikuwa nikilia kila siku, manyanyaso nilikuwa nikipitia kwa binadamu. Kwa kaamua nipe furaha ya kudumu rafiki yangu. Wewe naye. Sasa wewe naye umeanza. Tokaga kwanza huko ulipo. Umependeza. Safari ya wapi mama? Nenda kwa shemeji yako. Yaani toka umepona ushapata na mchumba tayari. Shemeji we, si mwema. Cha mambo yako bwana. Sasa kwa ni uongo.
Sawa, jambo jema. Kwa kweli rafiki yangu sikufichi kitu. Alafu simwage mchele kwenye kuku wengi. Ndio maana hata sijataka kuendelea. Nitakwambia. Haya poa moyo, kule umependeza. Kwa hiyo sasa mimi hapa sikai. Ngoja ni moyo kwa shemeji yako asije yako. Hachelewi kukasirika, ataondoka sasa hivi. Poa. Haya basi baadaye. Haya, kwaheri. Ama kweli Mungu amtupi mja wake. Najat. Unasemaga kweli Mungu amtupi mja wake. Yaani unajua nimeshangaa. Leo naliamini sasa. Eti Tunaangalia. Ni aje? Sana kama kawa. Shwari. Hivi una Mo X? Extra energy. Yeah, ipo. Shingapi? Shilingi 800. Kwa tafuta ile kubwa ile ya buku na. Ile ya buku nimeishiwa. Baridi ya moto. Ipi ya baridi? Yani wewe Mungu fundi kakuumba my love. Wendo umeniwezea ufundi, wendo wangu wa ubavu. Na siwezi wenda kwa mwingine maana nitapata tabu. Nataka niwe nawe uzeke wote kama bibi na babu. Maana ninajua mapenzi unayonipa kwa mwingine sipati, na ninatambua hisira unazonipa nitazipata wapi? Oh my love, hizi sijeni umizalo, wengine mimi nishasema no, ukiniacha taumia roho, maana najua wewe. Habari. Sawa. Asante. Una zile biskuti kubwa? Naomba moja, afu naomba na hiyo fresh moja. Ya 600. Sawa. Poa. Asante. Oh my love, pale unaponilalia, Mungu kaumba dunia kwa mfano wake. Oh, yani kati ya mamia nimempenda yeye peke yake, na hata iweje ana moyo wangu kwa 800 hapo. Oh my love, Hajanipatia pesa. wengine mimi nishasema no, ukiniacha nitaumia lo, maana najua ni wewe tu. Sipata wapi? Oh my love, hizi sijeni umizalo, wengine mimi nishasema no,